Clouds TV, empowering lives. Unawezaje kujua bigu yako imefunguka? Na unajuaje bigu imefunguka? Maana bigu inaweza funguka, ilifunguka lakini ukakosa kuelewa. How do you know you are operating under an open heaven? Ukimenya atia igoro ryaku ni rihingũku. Tondu igoro ni rihingũkaga, inafungukaga, lakini mtu anakosa kujua. Ndio nakuta inakuja season ilikuja lakini ikafanya nini? Ikaenda. Season ilikuja, ulifunguliwa, bingu ilifunguka, lakini kwa sababu ya kiherehere, kwa sababu ya mrukaruko, kwa sababu ya kutojielewa, unakuta season imekuja na imepita. Tena unaanza kulia, unaanza kusema Mungu angefanya, Mungu wa nini, ninaomba Mungu ati apostle nitwahoire ukihinguka hanini, dukekehinguka, ugeshoka ukihinga no rimwe. Yani unashindwa kama kalifunguka kanidi, ni nini lirudi kafuga? Siniwo lishindwa kuweka kashineka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wako no alemire gwekera kashineka ari murago cio no yeshokagia. Na waeshokia ri ugwetera wako wewe wa miaka 10 utaongoja miaka ingine 10. That is how God operates. Kama season yako inakuja after 10 years, you will wait for another 10 years. Ukipita sekondi moja, 1 second peke yake iruke, you have forfeited your 10 years of wastage. Umengangana for those 10 years, because always unakujaga unabarikiwa in the 10th year ama in the 5th year ama in the 3rd year. Hata kuna wengine wanaenda 20 years. Just imagine. Sasa mama kama wewe unabarikiago ati miaka baada ya miaka 20. Sasa hii uko na miaka 50. Sasa utajirali oroge haruge ukatoka utana mageo haha. Afoso. Nuradirikana higo no akohokanire kuligiano na huko ndani, maana unajua meno kingoka mtu anaingia na huko kunaingia huko kunaingia kenguru kinaingia. But why did this happen? Because you never understood when the season came. The most important thing is to understand the season. Ikiingia, work on it and work like you never work again. Unafanya like mimi najua this is my season and nobody will stop, nothing will challenge me. No matter what, I can spend anything and everything to make sure I capture my season. Na nikicapture season yangu ninaendaga another, inaweza kwenda hata 100 years. I would enjoy in the trappings of power within, as long as you capture that, as long as that one moment, that 1 second umeicapture. Ukicapture inafunguka mlango, na hiyo mlango haiwezi kufugika, haiwezi. Ukisikia mlango ilifungika tena ikafungwa, ulikuwa kwa season ya wenyewe, ulikuwa umejuherera. Bwana Yesu asifiwe sana. So ukitaka kujua season yako iko kabisa na ni season ndio inasema saa hii, unakuaga na moyo wa kusamehea. Kama hauna a forgiving heart, ujue you are not in the season. Mtu mwenye ako na season haonagi kitu kikubwa. Muite namna gani anasamehea. Ukimwambia namna gani you feel like these people did nothing. Hiyo ni hivyo tu uliona ufanye. Hiyo achana nayo. Acha tuendelee na kazi. Ukiona una uwezo wa kusamehea mtu alikufanya kitu very painful, ujue you are in your season. Ukiona uko na mahasira, ukikosa kitu kidogo unakuwa na mahasira, ukifanya kidogo unakuwa na mahasira, bas you are not yet. The season is not yet. Sasa ulize mwenzako, marakana makuma di magotwalithagia ate. Muulize mwenzako, mahasira zako zinakupelekaje? Una uwezo wa kusamehea? Unasikia kama una uwezo wa kusamehea, unasema forgive about that. Live about that thing. If you don't have that heart, ya uwezo kuwa na heart, because all of us we have the heart. But that ability to say I forgive you, that ability to forget, that ability to be able to move, if you don't have it, then you are not in your season. Bwana Yesu asifiwe sana. The heaven has not yet opened, because the connection between you and the heaven, it is being in the will of God, being in the super moment of God, because you will not want to offend God. You will want to ask God, can I go? Like David, can I go? Bwana Yesu asifiwe sana. Also going to fight, also going to beat people or to do something, it is in the will of God. You ask God, can I go for them like David? Because David asked God, can I go? Unaenda kunaenda kwa nyumba ya Mungu, unavaa effort, unauliza Mungu, ni vizuri nifuate, ni vizuri nienda ninyorosa ya watu. Mungu atakwambia yes, nyorosa, ni mimi nimekupatia ruhusa. Na utaona amekupatia nguvu, maana you are operating in an open heaven. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukiona hauna huyo uwezo ya kufunguka, ya kusameheana, basi you are still struggling. Bado haujakamilika. Number 2, if you don't have bitterness, ukirealize that nowadays sina ile bitterness nilikuwa nayo,
Hata mtu anaona haya tumeongea hiyo kitu na hakuna bitterness. Sasa ukiona bitterness ni kama iliisha. Ile ya machugu, ile ya kutaka unasikia vibaya, una react na unaweka hiyo kitu kwa moyo. Basi unaona kama hauna, unaweza yes, bitterness haishagi iko, lakini kuweka hiyo bitterness, ukiona hauna story ya kuweka hiyo bitterness, hiyo kitu inaisha hapo hapo, basi unajua bigu imefuguka. You are operating in another spiritual realm, in another dimension, a dimension that nobody can be able to understand. It is a godly dimension because you don't have anything to keep. Na hauna so, maana roho yako yote imekuwa occupied na nani? Na Mungu. When you discover roho yako yote ni Mungu anakaaga hapo jani, hakuna makasiriko, hakuna nini, hakuna matusi, hakuna mambo mabaya, hakuna kushabulia mtu kwa simu, bas unasikia Mungu, the heaven has opened for you. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is what we need. That from today to understand from that. And also number 3, where doors open without struggle. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta milango yako ina open, inafunguka tu. Ukienda kuuliza kakazi kanafunguka, ukifanya kabiashara kanafunguka, ukifungua huduma kanafunguka, ukienda Jakarta kunajaa watu, ukikuja hapa kunajaa watu. Then that is the time unajua bigu imefunguka. You are operating in an open heaven. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukifanya kabiashara kadogo unaona kanakubalika, hakana ka struggle, you don't struggle. You are yani things and you are not struggling to do things. You are making things and just you are saying ukimention tu kitu kanafanyika. Ukienda mahali unakuta ni kama ulikuwa umeogojewa. Ukienda kwa kabuni fulani ni kama ni wewe alikuwa naogojea. It's because you are operating in a supernatural, in a powerful way that causes things to work. Yani ukifika tu, your presence it is full loaded by the power of God. Milango tu inafunguka. Unaona wangapi wanamshaenda mpaka unakuta ukifika tu hivi unaona mlango imefunguka mpaka unajua no ahigura mlango. Unajua watu wengi sasa, watu wengi ambao hawajasoma sana wanasemaga kawo kwenda majini maana ahigura milango. Hii ni hadithi mlango ginadera tigera asho unakuta ati alirudi hakuenda, alirudi na nyuma maana aliona hiyo mlango imefunguka, kashida ni nani amefungua mlango na haoni mtu, na akasema mimi tu niliona hiyo building venye hata imejengwa hii ni ya madevo. Kumbe ni mlango imewekwa stima, ikikuona tu inakusense inafunguka. Mimi kuna siku nilienda hapa Intercontinental nikapatiwa katauro kakupagusa mikono, mimi kalinisumbua kichwa. Maana nilijaribu nikaangalia nikaona watu, kwa sababu ni mimi tu nilipatiwa na nilikuwa nimeitisha wings. Sasa nikashindwa nikakukula wings ama nikakufanya nini, kalinisumbua. Akakuja kwa sababu alishika hivi, nikaona nikamoto, akanipatia nikashika. Sasa niliposhika hivi nikakaa nichungulie venye watu wengine wanafanya. Nikaona hakuna mtu mwingine amepatiwa, ni mimi. Alafu sasa nikashindwa nikanini, nikachukua tu nikajipagusa uso. Maana nikamoto. Maana nikamoto. Alafu nikaenda choo. Siku nilikuwa nimetoka hapa Mukuru kwa Ruben. Sasa nikaenda choo nikaona tissues zimeandikwa Intercontinental. Nilikatakata mingi nikaweka kwa mfuko. Ndio niende nikaonyesha watu wa Mukuru kule nilifanya nini? Kule nilikuwa nikachukua toothpick zote zilikuwa zimeandikwa kwa karatasi. Ni my first time kuona toothpick imewekwa kwa karatasi na imeandikwa Intercontinental. Nikaenda nikaona kasukari kamewekwa ndani ya kapakiti kadogo sana hivi, kameandikwa Intercontinental, na kachubi kameandikwa Intercontinental kadogo hivi. Nilibeba mpaka mfuko yangu ilikuwa imekaa hivi, ingine imekuwa imekaa hivi. Ndio nilipofika kule Mukuru, kamoja nilikuwa nauza $5. Yes, na walinunua ya Intercontinental, sukari ya Intercontinental, chubi iko kwa karatasi, na tumesema ile karatasi mkubwa Kenny Salt ile kubwa hivi. Kuna vitu unaweza enda ukute Mungu amekufungulia bigu, lakini hiyo bigu ukose kuielewa, ukue mesmerize, huyo unashindwa kuelewa ni nini. Maana hiyo ni bigu yangu ilifunguka siku hiyo, lakini nilienda kuuza. Nilikata tissue mrefu nikaiweka hapa hivi ndani kwa suruali hapa, nikaificha hapa, maana mifuko ingine imejaa. Nikitoka huko nilitoka kama kabudani kienda hivi, nikubeba vitu vya Intercontinental niliuza. Nakubi hapo ndio Mungu alinifungulia, akanikubalisha, alinihurumia. Hapo nikuhurumiwa, nilihurumiwa, nikaona ujiga ni mingi sana. Kutoka siku hiyo nikaanza kuchaguliwa zile community wale wanadili na mambo ya drugs, wanadili na mambo ya vijana, youth community leaders. Nikachaguliwa community leader. Sasa kutoka hapo Intercontinental nilijikuta Serena. Kutoka Serena ndio tulipelekwa hoteli nyingine iko hapa Lemuru, ile ya Jega Karume. Huko tukapelekwa huko. Na huko ni kuzuri. Alafu huko tuliambiwa tulale.
Kitanda umesikia imelipwa 23,000 shillings. Paka karibu ni yani unajua unaona ni kama unaweza kuchota hiyo 23. Uende ulale nayo mkuru, usitumie yote. Usitumie 23 maana 23,000. Unasikia mtu amelipa kitanda 23 mpaka unashindwa kai. Kando makoro na beshate. 23. Anapoteza 23 maana kule mkuru unalalia kama cotton. Hapo nasikia ni kitanda iko ile inaitwa doctors mattress. Ukisikia venye inaenda na inarudi. Pako nasikia kausigisi kingine nililala mpaka nikasikia nilianza kungorotea huko. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the heaven will open but you will not be able to detect. Hallelujah. Because there are things that are zimekuweka bondage. Unakuta family altars zimeweka kwenye bondage, mukuru altars zimeweka yani umaskini, bondage za umaskini. Paka unaona, si niliweka hapa nikanunua chai, nikaletewa nini? Juice. Hapa ndio nilijulia juice kumbe inakuwa pesa mingi. Nilikuwa naona hiyo kama mashini kanazunguka, kanafinya inamwaga maji, kingine kanafinya inamwaga maji, glasi inawekwa hapo inajaa. Sasa nilienda kuuliza ni ya pesa ngapi? Nikaambiwa ni 1,500. Na ni mashugwa ngapi? 3. Sasa nikauliza ule alikwenda kumenunua kotage besha ishi gari. Maana nilifanyia hesabu nikaona ni renti miezi 3. Nikunywe miezi 3. Glasi moja. Miezi 3. Maana kule tunalipa shilingi 500. Na hiyo sasa hiyo nikajuice. Hujakunywa kingine nikaambiwa kanaitwa nini? Kanaitwa kaboshino. Sasa kaboshino kikombe nusu ni muhoyo. Bwana Yesu asifiwe, nike muhoyo kikombe nusu iko chini. Sasa unajaribu mpaka unapulisa ndio uduge kashimu. Ndio kasimu kajituke ndio ufikie ka nini. Kumbe hata hiyo kaboshino, hiyo muhoyo ni ya kukunywa. Sasa hiyo muhoyo nikaambiwa ni 2,500. Kai niliuma, hiyo pesa iliniuma. Huyo jamaa akilipa mpaka nikauliza mheshimiwa, si ungetupatia hiyo pesa tukakule na huko. Aliniambia hiyo ujinga sifanyaki. Kunywa nitakupatia pesa ya kwenda kukula mukuru. Maana nilihesabu 2,500. Ya kile meli 5 rent. Nilikuwa nafanya na rent 5 months. Bado nimekula mutura na bado pesa imebaki. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how things opens in you. Unakuta kuna kitu ilifanyika, lakini kwa sababu ya kaujiga kale kamekufuga ka kwenu ama maeneo ile umetoka. Hako kaujiga kamekufuga. Unakaaga mjiga, unapitwa na season, unaenda. Kuna watu wamebarikiwa hapa tukiwa hapa kwa hii kanisa. Nimeona Mungu amefungua mlango, lakini mlango ilifungika. Maana mlango ikikaa sana bila kupitwa inajifuga. Sasa unaacha ukijiuliza ikagothiaga atia. Sasa hao ndio wanatokaga hapa wakaenda kwa mathia gutoshabia na guko. Makati hana ku gotire nake. Mundu arathima gorita rimwe, maikirathimo gigacoka gigathi ku kirathimo ni evaporate. Si ku evaporate ki evaporataga ni urimu wina muingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu chukulie mwenzako huyo na uko karibu, muangalie uone kama umwangalie kama anakaa ujiga. Unajua kuna watu wamebarikiwa hapa na hawajai kujua kama walibarikiwa. Amekaa tu hapa ameng'edhia because of the lifestyle yake kule ametoka, ile maeneo ametoka na ile misisi ya kwao, the foundations za familia ndizo zimemfuga. Amefunguliwa na kama ile kuku ya Mluya. Unajua kuku ya Mluya ikibebwa inabebwa na madhabahu. Mshaijua hivyo? Mluya wote akibeba kuku anaibeba na madhabahu, anaifekaga hapa alafu anaiangalisha kule anatoka. So kuku ya Mluya yote inabebwa kama imiangalia nyuma, ndio isijue kule inaenda. Sasa ikifika nyumbani inakuaga confused. Hebu jiulize, could I be confused? Maana tangu siku ile naona nilipoingia Nairobi ni kama kuna kitu ilifunguka, lakini hiyo kitu siionagi. Kama nilikuombea hapa kazi ukaenda ukafungua kazi na ikafunguka, kama umerudi nyuma ujue ni ujinga ya kwenu. Hakuna maombi inaobaga hapa na uende tena hiyo mlango ijifunge. Maombi ikifungua imefungua. God has done it. Kama amefungua mlango ni muhinguku. Ndogoke harege kugate apostle neto hawaire na twahoya net kwa hingukire no ndacokire kuria gutina hinguka wega gutire no ne ngoma cia kwanyu, ngoma cia matura masaitani ya kwenu ndiye imekurudisha. Ulifunguliwa na hata uko free. Ukienda tu hiyo mlango utakuta tu inakubali, itakutii, inafunguka. Ukienda kwa hiyo biashara utakuta inakutii. Maana already kuna command kutoka biguni, huyo mtu vitu zake ziachiliwe. Lakini kwa sababu ya ujiga na kukaa kama kuku ya Mluya, sasa badala uende utarudi kinyuma nyuma kama kuku ya Mluya. Ukirudi kwa Waluya kule nyumbani.
Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni wahoyeirwo na maundu maku makihinguka no hiana nguku ya muluya. Uturaga wetereire murango hinguke na murango ni wahingukire. Githe ni murango wa gicicio. Tatu naonaga watu akigisia hata umeshahinguka hii murango. Hii murango ya kwangu. Mtu anaingia ndani unamfungulia, aliona venye aliingilia padile, lakini sasa anakuja mkimalizana naye unasikia mdako kakang amekoka na kichwa. Kwa sababu haoni. Ni kwa nini mlango imefunguliwa lakini haoni? Mungu alishakufungulia maisha yako lakini bado hauoni, because kuna kitu bado kimekukamata. Kuna anga yako imekamatwa, kuna njia zako zimekamatwa. That is why you are always struggling yet you are free. Nisho shikosi Yesu bwa goko, nisho shiratugia goko. Todo murago ni wahigurio no atolete ugo. Todo dararirio. Une murago ikifunguka hauongelesha tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Murago ikifunguka, maana ulikuwa unaongelesha ukiambiwa murago imefunguka. So wale walikuambia walienda kwa the next person. Wewe utigako haugekata ukiareria. Sasa wewe unaonaga watu wakienda utabaki wapi peke yako? Ukisema ni ana kanitha no ne anogirie. Ni todo wekelimu. Mirago yake hiko kile. Lakini hautaki kujua. Maana ukikuja hapa busy na mshene, busy na muhahe, busy kuduga watu vikisu, busy ukifanya vitu vingine instead of concentrating, because this is a matter of concentrating. Una concentrate. Ulikuja ukaambia Jehova fungua mlango, akisema yes me. Sasa wewe kama hali kakado, wacha mambo mingi sasa. Ukisikia Mungu amekusikiliza na usikia in the spiritual atmosphere, kuna kitu unasikia, kuna kiwepo fulani kimetendeka, wacha maombi. Usiendelea maombi mengine. Tafuta kasturu, enda kule kwa kona. Weka simu kwa mfuko na uzime, sikiliza Mungu venye anasema. He will tell you, he will guide you. Atakwambia enda kwa hiyo kona ya Equity hapo, utiteremka kuna mama ataagusha kibeti hapo. Uchukue kuna pesa ndani na usimuitie. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, you have now. Not every time that you pray. No. Pray 2 hours. 10 hours, sit down, listen, hear from God. Sikiliza venye Mungu anakuambia. Na hapo ndio watu wengi wamekosea kutokuelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Speak to God politely. God is not, si mtu wa kuharasiwa. Ongelesha naye, muongee tu maombi mzuri tu, ongea naye baba nakupenda. Unaongea tu pole. Alafu tafuta kiti. 2 hours imetosha kuomba. Tafuta kiti, enda kaa chini. Chukua kalamu na karatasi. Utasikia akikwambia na unaandika. Akikwambia na unaandika. Si usidage hata mimi atakoma turajirie mahoya thaa 2 cia rucine. Turathire nani stuff kinya thaa 11 cia hwaini. Ugocoka uiguireko. Utasikia Mungu wapi? Utamsikiliza wapi? Atakuongelesha aje? Take your time. Take more time listening to him. Just he knows. The Bible says he knows. Before even you open your mouth, he knows. Before you start even, hata kabla uingie kwa hii mlango, anajua ile kitu ulikuwa nataka. So just fix it. Nikuje umwambie because anataka uzungumuze kwa mdomo yako. Then pull your chair. Ni ukienda katoroni, wacha kuenda katoroni kupigia watu makelele huko mingi. Unaingia karumu kako mpaka kutoka asubuhi mpaka jioni, hutaki watu wengine waingie. Ingia karumu masaa 2 ama 1. Uende kwa kirolie, chukua kalamu na kitabu, enda uanze kuandika. Utasikia mambo mingi na Mungu atakubariki na utatoka hapo ukiwa na answer. And maybe some of mimi siendagi Heaven's Gate makule kuingine, nikachukua siku ile kama ni 7 days, nataka siku moja. By evening nakuanga na answer. Na sasa nasema hii nyumba na mtu mwingine akikuja siakuja lale. Maana I've been answered. What am I doing here? Toka uende. Wacha kukate ndio ugete gukukera thiko mugwanje cia gwikate. Ngai agecokia macokio. Amejibu. Toka uende ukaimplement hiyo kitu. Ifanya nini? Wacha kukaa huko 21 days, unakaa kama nani? Danieli alijibiwa the first day. Lakini kwa sababu ya kiherehere na kelele, alikaa 21 days. Alikuja kuambiwa 21 day. Misigo yako ilikuja the very first day uliomba. Wakati tumezunguka huko, unajua Gabrieli ni wakuleta mzigo. Alipokuwa akizunguka huko akitafuta Danieli, anakuta Danieli ni kugambaraga hapa kule. Rĩu etereire alikie kugamba, nigetha muikurukerie murigo. Danieli aratiga kugamba no kugambaraga hapa. Nikugaba baka ikabidi Michael ateremke abie Danieli, wewe mzee nini unasumbua? Baba amesema alilete na iko na nani? Kumbe naye Gabrieli kwa sababu ya kusuguka na mzigo akakaputana na Prince of Persia, akamkamata akamwambia leta hii mzigo. Ni ya wapi? Umelipia ushuru ama hujalipia ushuru? Sasa walianza kungangana na Prince of Persia. Ndio nani naitwa Mikael akateremka akakuja kurescue. Lakini mzigo ya Danieli ilikuja the very first day aliomba. Unaweza kuwa mzigo yako ilifika the very first day uliingia hapa.
Wakati uliambiwa nenda kwa Ndura Waruinge, ukauliza Ndura Waruinge ule wa Mugiki, ule mkora, aliokoka, siku hiyo tu uliamua kukuja, au ukapigia makaseni watatu na maneighbors waine, dathi kwa kanitha ka Waruinge, in case of anything ile Doake menya kule dathi mzee akakuuliza unaenda wapi? Dathi kwa na mutumio raciarire kule Kenyatta na kule atu karaciarire opposite nikaregeire nda niguo ndahata guikaikaraga itondu kainitha ka Waruinge gathomagwo rucine gathomora Java na gathomwo hwaini riu ni urona tongethie ku kore ni hiko garathomoka hwaini guikare nginya hwaini. Riu muthuri ni amenya ati mutumia uri raciarire Kenyatta ndanaciara wega uguo ni ngumuikaragia Bwana asifiwe sana. So you don't struggle. The moment you realize you are not struggling in whatever you are doing, the doors are open. Don't need to pray more. Wacha kupiga makelele. Sasa nenda ukae chini ulize Mungu akupatie maneno. Inakuwa downloaded kwako kama ukiandika. Na hiyo ingine spiritual, unakuwa na kitu inaitwa spiritual empowerment. Every time you are moving around, you are spiritually empowered. You feel the Holy Spirit around you and you feel the power of God is walking around you. Unasikia kuna presence fulani inatembea. Unasikia tu hata ukitembea hivi unasikia ni kama kuna watu wako karibu na wewe. Ukikaa chini unasikia kuna ile gunyerere. Unasikia gunyerere. Unasikia nywele ni kama kikitu. Unasikia mwili mzima. The presence of God is around you. And when the presence of God is around you, when you ask for anything, it is immediately given. Hallelujah. And that is how we pray. Ukitaka sasa kuomba, I want to teach you how to pray, how to fix something. When you pray na uombe usikie umelikera ndani ya spirit. Umesikia sasa hizo goosebumps zimekuja, unasikia ni kama kuna watu wako hapo, unasikia kuna kitu, kuna presence fulani imekuja. Unasikia kuna wengine wanasikia kijoto kinaingia. Kuna wengine wanasikia hiyo gunyerere, kuna wengine wanasikia ni kama kimtetemeko. Kuna wengine wanasikia kuna kitu yani unasikia kwina kimudu kiguku. That is the time to fix what you want from God. That time. Sasa hiyo bigu imefunguka. Wakati unasikia the presence of God, bigu imefunguka. That is the time. Hapo ndio nasemeka nina baba, Baba no menya ndirenda muthuri. Ataletwa hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba no menya ndirenda kamugoda. It is answered there because the heaven is open. Ushinashoneke shirenda. Tati role nyamu icio no amenya. Esia. Nurashire hile hongo. No korone maji. Sasa unaelewa that time. And that is very important to note when you are praying. You don't continuously pray. You pray with sensitivity, understanding in the spiritual sensitivity. Bwana Yesu asifiwe sana. When you pray with spiritual sensitivity, what happens around you? Nini? What happens around you? You feel the presence of God. And at that moment you feel the presence of God, that is the time you fix what you want. Before that, if you don't feel the presence of God, don't fix anything. Because mlango haijafunguka, haujaanza kusikilizwa. Lakini ukisikia presence imekuja, usikie kuna kitu, atmosphere imechange, joto unasikia kuna watu wanasikia joto ya kabisa, kuna watu wanasikia gunyerere, kuna watu wanasikia goosebumps zinakuja. That moment goosebumps zimekuja. That moment kajoto kameingia. That moment kakitu kameingia. That is the time the heaven has opened. Hapo ndio unawekaga ni petitions zako. Unaambia Mungu ile kitu nataka na itafanyika. Hiyo sasa na uicapture. Na ukiweka hiyo usikie in that moment ndio umeachilia hiyo. Alafu immediately seal it with a sacrifice. Immediately seal it. Utoe sacrifice. Mali unatoaga, toa hiyo sacrifice immediately we seal. Maana wa shetani wamesikia. Kitu yote shetani yakuagi akijua kama inakuja, they don't know your blessing until it is mentioned. When it is mentioned, ndio wanasikia, umutumi ushogwe na gari, ako na Range Rover, ako na shamba, hapo ndio wanasikia. So kuna tumwa malaika wa kishetani, wale wanazuiaga shamba, wale wanazuiaga kitu fulani, wanatumwa immediately wakuje waanze sasa. Si kukuzuia, ni kukukeep busy. Waza wanakuchukua, wanakupeleka Naivasha. Wanaenda Vasha. Safari lale, munaenda Vasha safari lale. Kutoka hapo anakuambia tuende Nakuru, zinakupeleka Nakuru. Kutoka Nakuru wanakupeleka kwingine. Yani drill tactic za kudivert. Satan has no power to stop it. What he has the power is to divert you from the process of God, to divert you from the presence of God, to divert you from when God has planned to give you. Wakijua unaenda kubarikiwa kesho, watakuletea kitu tu kakudivert, utoke uende mahali fulani. By the time ukirudi unakuta haya
Oria ndira umire naguo murarathimirwo. Kai. Leo mare, gweka atia ishaenda. Sasa wewe kama ni wakongojea miaka 5, utaongoja miaka nyingine 5. Hiyo ndio tactic ya shaitani. Na ndio nawaulisaga kaeni, tulieni tu. Kama hapa ulitumwa, unajua ulitumwa hapa na Mungu. Kwa Waruinge lazima ni Mungu alikutuma, si kujilete, maana maswali ni mingi ya kujiuliza, niende nisiende, aliokoka ama hajaokoka. No, uliomwe kwa guthie nduithio maundu ta macio. Hiyo tu challenge mlikuwa nayo twingi, lakini ukiona ulifaulu kuingia ile mlango, ni Mungu alikulazimisha enda. Niko na baraka yako hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukiona umeingia hapa, tulia. Ukiona ulifaulu kuingia licha ya kukalculate, kuangalia hizo maneno yote, tulia. No, kuradhimiro. Lazima utabarikiwa ukiwa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukikuja hapa masikio moja iko nje na masikio moja iko ndani, I'm telling you utapata shida sana. Hapa hakuna hiyo baraka ya mtu wa kutaganelia. Utapasuka kama hiti. Utapasuka. So tulia, maana ni Mungu na alikutuma hapa with a reason. Na alikutuma hapa ukuje utulie, because na usikuje ni kuombea leo alafu kesho waanza kuniambia apostle, neturake hoire. No ndire no ndu wikikite wewe tinijikaga ni ngohoere murango waku hinguke, wahinguka Ngai niwe uwe ni ria akarehe kamurigo kau. Mungu ndiye anajua. Inaweza kuwa italetwa, nimekufungulia saa hizi tuko Julai, kumbe kama mzigo kako kanakuja Disemba. Sasa hapo uweze kunisubua na tusimu, ndire no ndu wikikite kuoguo urenda njike atia njike utaragiuka tuhoye ngeke turoka tuhoye twire Ngai yake atia. Yes, so wait for him. We told him. Na kwa sababu mimi ni servant yake, tulimwambia. Na kama tulimwambia amini hivyo, tulimwambia kutatimia. Sawa, tulia. Chukua kifagio, anza kuoza kanisa. Ukigojea hiyo miracle ifanyike. Bwana Yesu asifiwe sana. So you find the spiritual empowerment is all over. Everything is working for you. And the favor, unakuta kuna favor. Unakuta kila kitu inafanyika into the direction of your will. Yani baka unasikia watu wanakukujia. Yani unakuta watu wamepewa pesa, wanauza. Na yule mama alikuwa amevaa koti ya imekaa hivi. Amepata pesa yake. Unasikia watu wa Kikuyu wakiuliza kama huyo mama amepata pesa yake. Because the favor in you, the spiritual power in you will cause them not to sleep until they find you. Bwana Yesu asifiwe sana. The people who try to rise up against you, they will not be able to hurt you. Hawawezi kukushida, because you are operating the spiritual empowerment around you. The Spirit of God, the Holy Spirit, anatembea na wewe, anazunguka na wewe, anaenda kila mahali na wewe, because the empower, you are fully empowered. You are fully loaded. You got the power. That is when you know that the heaven are opened. And number 5, you get financial breakthrough. Hata kama si pesa mingi, lakini there is a financial breakthrough. Unakuta mtu tu anakutumia, urekera yego gwakora nwaikerio ngirigerere mundu. Nwaikerio magana 5. Unajua wetu ngina juaga financial breakthrough ni 1,000,000, 500,000 kwenda juu, 1,100, 200,000. Hata mtu kukutumia 100, it is a financial breakthrough. Na hamkuwa mmeagana, hamkuwa mmekubaliana, unaona tu mtu anaweka tata, unasikia amekutumia, anakuambia nimezungumziwa na Mungu. That is when you know you are operating on an open heaven. Your heavens has opened. Na huyo mtu mwenye anakutumia operate within your heaven, my heaven will locate that person and open her heaven. Hallelujah. Yangu itamfugulishia yake, maana amesikia kutoka kwa yake, lakini imefugwa. Sasa hii yangu inamfugulishia yake, kwa sababu amekubali wito, amekubali kusikia, amekubali kuobey. The key factor here is accepting, kusikia na kukubali kuobey. The moment you agree, venye ulitumwa ukakuja hapa na ukatumwa. Unajua kuna wengine walitumwa wakuje kufagia tu hapa. Unajua hivyo? Kuna watu walitumwa wakujage kufagia tu. Yeye anafagia kati, mnaona tu anafagia, yeye ndete kudhabia nyumba, tikwendete kudhabia nyumba, ni kuigwa iguaga kero. Kuna mama mwingine hapa anapenda kupika chakula na tuletea. Ni kusikia, nasikiaga, maana hapo ndio kifugo yake iko. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna mama mwingine anapenda kuleta tu matunda hapa, maana hiyo ndio aliitiwa hapo. Hiyo. Na ukiobey kwenye hiyo stretch ambayo Mungu alikuitia, na unasikia unakatimiza from your heart, not from wanting to be known. Kwa sababu kuna wengine wameambiwa wafanye hivyo, lakini anataka ujue alifanya.
Bwana Yesu asifiwe sana. Lete, wacha ukuulisagwe nani aliyekelea hiyo milioni moja hapo. Lakini anataka ujue alifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lete, wacha ukuulisagwe nani aliyekelea hiyo milioni moja hapo. Nani alileta hiyo milioni moja? Nani alileta hiyo chakula? Nani alileta hiyo sukari? Tuache tukiulizana ni nani. That is the secret of advancing into the spiritual empowerment in an open heaven. Kutotaka kujulikana, usitake hata bahasha, wacha kuandika jina yako, wacha hata kuandika the amount, wacha hata kuandika anything. Wewe weka ile kitu mnaweka, wekelea hapa na usitake wakuone ukiwekelea, wewe eda. That is the secret of understanding the mysteries of heaven. Because when you want the pastor to know you, there is an advancement. Kuna kitu unataka kijulikane. Kuna kitu ndio watu wakujue wewe ni supporter kanisa. Ndio upatiwe kiti ya mbele, ndio upatiwe first priority, ndio upatiwe kila kitu, yani the first things. No, do never seek the priority in a church. Seek the priority in heaven, in secret places. You will go to God in secret places, but God will answer you in open places. Bwana Yesu asifiwe sana. God will open your doors in open places, and things will just work. Things will work for you because you did not want people to know what you've done. You only wanted to agree with your God. What you told me to do, I have done it. So job ni kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa sababu kwa wengine mnataka kuonekana, mnataka hiyo ka respect. Ile ka respect ka kusemekana wewe unatoaga ile chakula mzuri kanisani. So na wewe upatiwe heshima yako. Ni vizuri kupatiwa heshima. Lakini heshima hiyo achana nayo. Hiyo ya kupatiwa na watu, wachana nayo because inakujaga automatically. Na ndio namba 6 ya kusema ati you find yourself when the heavens have opened for you, you find yourself respected. Unakuta watu wanakuheshimu tu. Ukipita njiani unakuta watu wanakuita apostle. Ukienda mahali fulani unasikia apostle. Ukienda mahali mpaka watoto wako unasikia wanakuita apostle. Hawakuiti baba tena, wanakuita apostle. Can I talk to you? Apostle naweza kukuongelesha. Ukifika hapo na watoto wako wameanza kukuita apostle, ujue milango ya mbingu imefunguka. The respect. Hiyo wametambua mafuta. Na watoto wako wakitambua mafuta, dunia imetambua. Maana watoto watabuagi mafuta. Wanakujua yeye ni mama na wanakujua yeye ni baba. Na wataenda na hapo nyuma wavute bagi na wakuje wakuangalia tu jicho anachomoa yote anakuangalia tu hivi. Aone hapo uaposto wako una nguvu gani, kama anaweza kudetect ama huwezi kudetect. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukifika wakati huo, uende mpaka bibi yako anakuita apostle. Bas, uko sawa. Hello. Usikie bibi yako anakuita apostle. Ama my lord. Hallelujah. Oh my saka. Oh. Unasikia mpaka moyo wangu. My lord. Hallelujah. Sara ni mke aliyekuwa amebarikiwa. Alikuwa anatambua bwana yake kama nini? My lord. Hallelujah. Alimtambua kama mtu aliyemwagiliwa mafuta. Alimtambua kama mtu aliyeneemeka. Alimtambua kama mtu aliye si wa kawaida. Ni mume wangu lakini si mtu wa kawaida. Wakati utaonekana sasa muonekano wa watu wale wengine, unaonekana wewe si mtu wa kawaida basi. Si kama nyinyi hapa. Unajua nyinyi monyanaga tade mundu akureithia ng'ombe ukamutheka akureithia kuria ruru. Mutingika ya maguta. Bwana Yesu asifiwe sana. The moment you see what is in me, the moment you see the anointing I'm carrying, wachana na apostle, wachana na Ndura, wachana na Mogeke, na wachana na hiyo vitu vingine, wachana na Toro Dark God Hadisam, wachana na hizo. See what is in me. God will open up your doors. Because I am a key, mimi mwenyewe. Do not look at me as that man you know. Maana kuna siku mama twaliganire idero. Unanyita? Hakuna siku mlango yako itafunguka kwa sababu ya kile nimebeba. Yako ya siku hiyo, maana ulikuwa unanitabua kama mwizi nikikuletea bunduki unaweka, si nilikuwa nakuachia pesa. Sasa hata saa hii labda unakuaga hapa ukiona kama kuna kitu naweza kukupatia. Usipoona that different person, usipoona that anointed man, you will never receive what I'm carrying. Because I am a portal. Mimi mwenyewe I am a portal. Being a portal is man, I am a gate. I can open gates for you. And if you are not, you can't see me in the spiritual mirror, I will not be able, the portal that is in me, the gate that is in me, it will never open the door for you. That's a secret. Hiyo ndio secret. Kutoniona kama mlango, kutoniona kama baraka, kutoniona kama mtu ambaye ako na kifunguo. Wewe unaonanga because you have not connected. Until you connect with me spiritually,
Until we connect the position I'm carrying today, you will never see any blessing. Tutatembea na wewe miaka yote ukiniheshimu kwa sababu ya the past. Tutatembea na wewe ukiniheshimu kwa sababu ya jina. Tutatembea na wewe ukiniheshimu kwa sababu ya whatever we did. But until you are able to identify the new connection, this new connection will not impact your life. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the moment you know. Na ukiwacha kunionaga kama mama mwingine, until you transfer your mind to see the man now you are sitting under. Maybe you saw me on television ukasema Kedi goko kwa Waruinge. Wakati ulifika change the tune, change the version, change the system, fit into this Waruinge you are seeing today. Because the Waruinge you are seeing today is not the Waruinge you are seeing in the past. That past, ule Waruinge wa mkora, ule Waruinge mlevi. Kwa sababu Waruinge alikuwa kama mlevi, alikuwa anakunywa kamunyweso. Huyo Waruinge wa kamunyweso sio yeye sahi, huyo ni Waruinge mwingine. Sasa connect na anointing iliyo ndani yake, ndio ikusaidie, ndio ikupeleke the next level. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata Waruinge akikutokosa, maana mimi ni mtu bado. Nikikutokosa, hiyo mtogoso usiibebe into the spiritual pattern. Itakuharibia, itakuvuja. You will not be able to access. Tutatupendana na wewe, tutaenda Marojini na wewe, tutaenda Mombasa tukule happy, tukule tunyama, tumumunyane, tunywe kawaini hamwe, but you will never access the anointing that I'm carrying. In any case, you'll be carrying the curses because utakuwa an impediment to the presence of God, to the flow of the presence of God. Because itafika mahali umeanza kwa sababu ya mzoeano utaanza kuongea baya na mimi nitaanza kukasirika. Nikikasirika nimekublock. Anytime a man of God anakasirika kwa sababu yako, amekublock. He doesn't need to come and open aseme nimekublock. Anytime mtu wa Mungu amekasirika kwa sababu yako, mlango yako imefungwa. Because these people are spiritual gates. And they have a conversation. They have a leeway. Wako na hiyo transaction. Hiyo kadi ya kufanya transaction. Ako nayo. Na hiyo kadi ya kikataa nayo. It means hakuna swiping. Maisha yako itakwama na utakuwa locked. And this is what has caused many people, more especially in this church. Tulizoeana. Nilijaribu kuwaleta karibu, ndio muni-understand, mkuje karibu, ndio tuweze kupelekana pamoja. Na mimi nikakosa kuelewa, hiyo responsibility ya kuwaleta karibu sio yangu, ni Mungu anafaa kuwaleta karibu. Ndio mkuje mkiona Mungu aliye ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa I took over responsibility that it was not mine. So nilifanya mkose heshima. Nilimfanya mnikosea heshima. Maana nyinyi nyote mmenikosea heshima. Na wakati mlinikosea heshima, na nyinyi milango yenu yote ikasimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Until I realized, ndio naonanga kile wakati nikikuja hapa huanga natubu. Huanga naambia Mungu nisamehe ile makosa nimefanya. Because I want to reconnect you kwa the right wiring. Niwaweke into the right wiring. Ndio muweze kubenefit with what I'm carrying. What I'm carrying is very special. My dear friends, what I'm carrying is very, very, very special. I am not an ordinary pastor. I'm not an ordinary apostle. Mimi si apostle, mimi si evangelist, I am one of few people selected for an operation. Are you getting me? Selected for what? An operation, for a mission. I'm on a mission. I'm on something targeted. I'm on something that I have to accomplish. Bwana Yesu asifiwe sana. Moses was on a mission. Elijah was on a mission. Hallelujah. Joshua was on a mission. Those kind of people, they rarely come into your life. And when they come into your life, they impact your life. They change your life completely, or they destroy you. Hallelujah. You cannot raise a finger against them. You cannot defeat them. Not unless God wants. You cannot defeat them. You cannot fight them. You cannot bring them down. Hata ufanye nini. Not unless God wants. Joshua was there. Wakati Joshua alikosea, wakati walikuwa wameambiwa waende Ai, wakifika Ai wasibebe kitu ya Ai. Wakaenda kijana wa familia moja hapo wakachukua kakitu. Walipoenda vita walishindwa. God allowed that to happen. But since then, every time Joshua decided tunaenda Kayole, alishinda. Tunaenda Somalia, alishinda. Tunaenda, because God had planned. Mungu anakuanga amekupangia. You see, remember in Gibeon, God told Joshua to go and
put 2 armies, one in front and one behind. Akamupagia hawa waende wazunguke kule nyuma na hawa wakuje mbele wa confront. Hawa wakifika wakileta jeshi wa confront hii jeshi, wakifika katikati watoroke wajifanye wamesikia waoga, ndio wa draw out the army from the city. Wakakibia. This was the plan of God, not the plan of Joshua. The plan of God. He planned how to do the war. He planned how to do these things. So wakatoroka. Walipotoroka wakifika Githurai, na hii jeshi ingine ikawafukuza kufika Githurai. Wale waliokuwa wameambiwa wajifiche na huko wakaingia city wakachoma. Hawa kugeuka wanaona city na waka moto. Wakurudi hapa na hawa wengine wakateremuka, wale na hawa wengine wakakuja wakahevanelia wakawachijia wote hapo. Na ni plani ya Mungu, si plani ya Joshua, si plani ya army. Si army walipaga, ni Mungu alimpagia. Because these kind of guys are on a special mission. They are chosen people for a dedicated purpose. And in this dedicated purpose, it has to be fulfilled whether you like it or not. And they can't die. Hata ukifanya nini, they can't die. Not unless the mission imefika mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mission ya Musa ilifika mwisho, Mungu mwenyewe ndiye alichija mtu. Na akaua, na akaenda kwa Joshua, akaambia Joshua, your boss has died. Sasa wewe amuka. I've been keeping you for this day. Sasa amuka. Na uende uchukue watu wangu, uwapeleke kwenye ile land I promised their fathers. Bwana Yesu asifiwe sana. So be cautious. Be cautious. Wale watu wanachezewago ni mapasta na walimu. How do mnachezeaga na mafadha? You can go and joke around with them because they are your teachers. Wakukulea, wakukufuga vizuri, unakaa mzuri na wakukubebeleza, wakukuita baby, ndio uweze kuingia. Hapa hakuna mtu atakuita baby, hapa utapigwa mateke na utapigwa masilabu na Mungu aendelee kuitwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Ngai yetu napenda kwetu atia. Edina abere na wetu Ngai. Na Ngai atore ale Ngai. Joshua alichija maruto 5. Na bado akafanya nini? Akaendelea kuitwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ebu remember, you remember David. Si unajua David wa Biblia? David alienda kwa Saul, akasema nataka kuoa mtoto wa Saul. Mtoto wa Saul alikuwa anaitwa nani? Maika. Akasema nataka kuoa. Kama Ndura huo karagitag. Mtu mchafu kama Ndura Waruinge amekaa tu hapo. Anaenda kwa mfalme Ruto anasema nataka Sharin. Ruto anamwambia sasa kama unataka Sharin, naenda huko town. Uniletee sehemu nyeti 100 za wanaume. Yes. Daudi alimwambiaje? 100. 100 tu. So already Saul alijua hakatarudi. Saul alijua. Lakini this is a man on a mission. A man on a mission, you can never defeat them. They will get what they want. No matter how bad it looks, they will get it, and still God atamwambia, this is a man after my heart. Alienda akakuja na 100 ngapi? Alikuja na 200 akaekelea hapo. Sauli ilibidi apatiane mtu. Akaona huyo dari yako na hege idano. Sasa aliimagine hawa 200 wako wapi? Hawa 200 aya enenya meku. What is happening with them? Bwana Yesu asifiwe sana. These are people you cannot be able to defeat. They are people you cannot be able to touch on them. And you see, even David could not be able to touch Saul because Saul was a chosen one. And when he found Saul amelala chini, ilibidi tu akate kanguo ndio aende. Saul akikuja kuangalia akaenda kuleta nyefu akamwambia, cheki hii ni ya nani? Si ni yako. Ningekumaliza. Lakini kwa sababu tuko na the same anointing, because Saul and David, they were operating in the same anointing, and nobody can touch another anointing that is of the same value. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you are here, just for the sake of you, not for the sake of me. Mimi niko sawa, mimi nitaendelea tu, hata mkiniambia nini, mkisema nini, mkifanya nini, mimi nitaendelea. Si mmeniaccuse na kila kitu. Mliniaccuse na usharati, mkaniaccuse na unini, mkaniaccuse na nini, si bado nasimama. Si bado naendelea. Huyo Mungu bado ananitumia. Sasa simujiulize ni kwa nini Mungu hakusikiagi. Wakati unaenda kusema, "Hey papa, tunafuga." Hata kuna wengine walikuwa wamenifuga. Kai, atumia megoko. Walikuwa wamefuga mashini. Walifuga, walienda 7 days kwehiga. Akaeka roko. Niliwafundisha hapa, na ni mafundisho mimi ndio nilifundisha. Sara na Abraham. Sara wakati alienda, Mungu aliprotect nani? Sara. Wakati ni Abimeleku. Ni Abimeleku mani nani? Akachukua bibi ya nani? Abraham. Kufika huko, mzee akaekwa roko. Kajaribu na eko roko.
anaenda kwa neighbor, roko inatolewa. Akirudi hapa akawekwa roko. Bwana Yesu asifiwe sana. Acio ni maraka ni mathi to ni maigwa kihujio kiu gitiramateithia. Gitiramateithia. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipofanya hivyo yote, wao jamaa walijaribu to get into her. They were not able because these were operating under an operation, under a season, and a plan of God. Praise be the name of God. These were people that you cannot be able to touch. You cannot be able to touch their people, their children, their properties, their systems. You cannot be able to touch on them. Bwana Yesu asifiwe sana, because they are protected. They are spiritually protected by angels. Na sio angel peke yake, mpaka makerubi na maserufi. They are in there. Their powers, dominions, zote. They are protected by every system. Every gekudi ile wakati inaitwa independent, wanasema gekudi yake. Independent people. Gekudi kia matuine. Yes. Wakiomba unasikiaga wakisoba wakisema sana, ona gekudi yake kia matuine. Gekudi kia matuine ni araika na makerufi na maserufi na dominion na power. Icio ciothe ciĩ hamwe, kĩu nĩkĩo gĩtagwo gĩkundi kĩa matu-inĩ na system ciothe cia matu-inĩ nĩcio wonaga independent metaga gĩkundi giothe kĩa matu-inĩ gĩũke gĩtũrũĩrĩre. Bwana Yesu asifiwe sana. So you find you command a respect, because that's when your doors have opened, there is a respect, a kind of a respect that you receive that was not being received there previously. Bwana Yesu asifiwe sana. And in number 7, you find favor. Hallelujah. You find favor. Unapata kifavor kinakufuata tu. Unaona watu tu wanakupenda. Unaona watu tu wanakufuata. Biashara zinakufuata tu. Unakuta mtu namwambia kuna biashara hapa nataka tufanye, unaweza kunisaidia na milioni 2. Unaona mtu anakuambia nipatie namba yako ya account. Hataki mpaka muadikiane. Unasikia tu anakuambia doke domeni account yako. Unaona tu pesa the following day anakuambia tadhiorora account. Kuangalia kwa sababu unamwambia atanididia yako account. Ndoragera thimu-ini ona ene cioka ene cioka, na hakuna maandishi mumeandikiana. Lakini wakati hauna favor utakuta hata 100 ya fare. Unajaribu hata kuitisha cousin, maanko na boyfriend wa zamani, bako unajaribu kupembeleza boyfriend wa zamani. Unamwambia babe nimekumisi sana, ndio upate kamia. You find no favor completely. Unajaribu hata kutumiwa, inatumwa kwa neighbor, inaenda kwa mtu mwingine. Unaona amemisi namba moja. Why? Because there is no favor operating in you. That is when you know the doors are closed or the doors are opened. When the favor is around you, the doors are open and things are working for you. Bwana Yesu asifiwe sana. And in the next one is you have the understanding of the heart of God. You get the understanding of the heart of God. Unajuaga kweli niki Ngai arenda kahinda-inĩ gaka. Mungu anataka kwa wakati huu, what does God want? Bwana Yesu asifiwe sana. Because you can be with me, you can be with God, but you fail to understand what does God want. Mungu anataka ufanye kazi gani? Mungu anataka ukue wapi kwa sasa? Mungu anataka uende wapi kwa sasa? You understand the heart of God. What is the preferences of God? What does he want to do? What kind of a business? Unaweza kuwa yes, you are a good business person, na unatoka hapo unaenda Zimbabwe, but God did not want you to go to Zimbabwe. Alitaka uende South Sudan. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama hakuwa anataka muende mfuge. Unajua hata kufuga is God guided. Fasting is God guided. And God wants you to go for 3 days. Nyinyi mnapaga yenu ya 7 days. It will not work. Mutafast for nothing. Mutaenda dry for nothing. Until there is that communication, heavenly communication. Kusikia, this is the heart of God. This is what God wants. God, Mungu amenituma nipatie huyu mtu shilingi 10. Mungu ameniambia nipatie huyu shilingi 100. Mungu ameniambia niende kwa kanisa hii na nikae huko because he has chosen. Kuna mama mwingine mmoja alinipigia simu akaniambia God has called me. Nikuje nisafishe hiyo madhabahu. Nikuje nifanya nini? Nisafishe hiyo madhabahu ya kwako. Sasa yeye alifikiria atakuja chukue do na mashini aanze kuosha hapa. Si hapa. Mimi nikamwambia si hapa. Ni ukuje unisaidie kujenga tuinue madhabahu. Ukuje unisaidie because kanisa kwangu mimi nimezungirwa na wakora. Ukuje unisaidie kujinasua kutoka kwa wakora ndio tukue na the right people who will build the altar isimame. That is the heart of God. Bwana Yesu asifiwe sana. But now yeye alikuwa anafikiria ni anakuja nini? Na ambaka alikuwa anaanza kuniuliza, "Gore brush, gore na sabuni, mudhapagia na sabuni yoreko." Sasa mimi nikamwambia hapana, si sabuni, ni ukuje unisaidie, uingie katikati ya system ya kanisa ndio tuinue, because you have been sent here as a pillar. Yeye hakuwa understand ni pillar, ametumwa hapa kama pillar. Yeye alikuwa anafikiria ni kufagia.
Hallelujah. Wakati nimwambia hivyo akasema wacha niende nikaulize Mungu tena, nikagemenya gike ni kilimo. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you are able to get the understanding of the heart of God, unasikia Mungu anataka nini, Mungu anataka ufanye nini, and you always do what God wants you to do. Wherever you go where God wants you to go. Whatever you do where, because me siwezi kuenda mahali popote bila Mungu kuniambia, siwezi. Ati uniite kwako nikuje, ndigioka Ngai atajirite. Igioka gwaku maundu mari igionera ku Ngai atajirite. Ungemona rucio ni usine. Igwe niguo ngekora gorokete unyuite waini igere. Ugacoka ugacomoka na gakuo karia kasimi thuru kahia na gacungi. Ginyoka ligo ni kuguruka nikieka. Si kupenda ni mimi. Makosa ni nani? Ni mimi. I went there without the permission. The heart of God was not there. Lakini mimi nikajipeleka wapi? Ni hapo ndio naigiaka kwa magario. Naigia kwa maizo temptation. Na unakuta niliingia mpaka nikaingia kabisa. Sasa hapo nikitoka hapo ndio Mungu ananiuliza maswali, ananiuliza weka atere umorio. Weka atere umorio. Sasa ndio naweza kuomba Mungu, Baba na kuomba unisamehe. Rima shetererere bosayara. Sasa hiyo time unaenda kuomba Mungu akusamehe. Ingekuwa time ya kufanya kazi ya Mungu. Sasa umepoteza a lot of time, a lot of energy doing wrong things in the wrong time. And also namba hiyo ingine, it is becoming, when you find yourself you've become obedient just by, unajikuta tu umekuwa obedient. Haujasukumiliwa, haujafosiwa, lakini you become obedient. Hivyo tu. Hello. You know that your heaven is open. Unasikiaga obedient, unaambiwa kesho tunakuja hapa kufagia, unakuja. Na hata una fare lakini unajua kesho utafika. Ukikuwa obedient, God will provide. Hapo ndio unajuaga Mungu anaprovideaka kila kitu. Umeambiwa tuende function fulani, tuende Mombasa, huna pesa lakini kwa sababu ya obedient unasikia milango imefungwa, unasikia mtu amekutumia from nowhere. Your cousin ambaye anakaga Australia, mlikosana kitambo. Akasema ni jikarete ndena simia igere. Dorete gociragia ye. Maana ito leo tuoranirie ke. Mnazungumza mnabia na pole. Nakwambia ndako ikiria 50,000 die. Uthio nywaga cai ndakena muno niwe kundekera na arikia gutuma marakara maria magacoka mukahitania. But it is because you became obedient. You have caused doors to open. Doors that could have never opened. They are opened, they are forcefully opened. Zinafunguka na zikifunguka zinakupatia kisha zinajifunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Unakuta kibudada kiako akikupendi na akitaka kikukuona kinakuitaka wewe ni wa shetani, ni wa devil. Kinakutumia tu pesa, unaona kimekutumia 100,000. Zamani kede mwikiria giriga na rimwe. Ndie kuhoya gatarubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. See yeye, it is your obedience that are, so obedience causes door to open. Obedience causes people to just favor you. Obedience causes things to work for you. Obedience causes many things to happen. Yani unakuta vitu zimefanyika tu because you obeyed. The moment you obey to do the will of God, things will work. They will open. Nobody will be an obstruction to whatever that you are doing. And finally, you become fully dependent on God. You become fully dependent on God. Unakutaka kaine gai. Ucio no etwitaga gai. Tamakani de karirio gwe. Ndona guoko kwa gai. Kweli ni Ebeneza. Jehovah, you are Jehovah Jireh. You find anything that you are doing, then you fully depend on God. The moment you stop using your brain, the moment you stop using your systems, the moment you stop using your networks and depend on God, things will work for you easily and you will not be able to struggle. Why? Because the heaven has opened. That is the time when you find umeanza kufanya vitu kudepend na Mungu. You are not forcing anything. It's because the heavens are open. You are no longer struggling. You are no longer pushing for anything. You are no longer standing for anything. You are no longer doing anything. You are just there. Things are working. And the moment you discover things are working for you, effectively, yani unaitwa mabiashara tu, unaitwa kila kitu, unaitwa, yani things are just working because you are fully dependent on God. You can't move.
You can't do anything. You wait for God. Unasema wacha tugoje Mungu asitusikie anasema namna gani. Wacha tugoje tuike tuigwe Ngai wedi wa Ngai urauga atia. Reke tuike wedi wa Ngai. Reke turugame no ya Ngai aratwira. With the moment you discover you are not sitting down to plan and you are waiting for God to plan for you, the time is open for you. Your heaven is open. Finally, when you choose the life of faith. When you choose the life of what? Faith, that you depend on faith. In anything, you depend on faith. You become, yani, ni mtu wa faith. Kama nani, kama Musa, kama Abraham, mtu wa faith. Those people that will work on faith. Kama mimi naweza kukuabiria, kesho tunafanya kazi ya shilingi milioni 10. Na saa hii sina hata dururu. Lakini ikifika kesho tutakuwa na hiyo milioni 10. Na tutafanya hiyo kazi. I've never opened a business nikiwa na capital. Sijawahi. Na hakuna business yangu yote ambao nimewahi kufanya imefail. Inafukuaga na inafaulu. And I make money, good money for that matter. Without money, I make money. Bwana Yesu asifiwe sana, because I have faith. This idea, because one thing before I started, naulizaga Mungu, namuuliza, are you in this? Then I will raise a sacrifice. Niambie Mungu, nimeraise hii sacrifice ndio kama hii biashara si ya ukweli. Huyo mtu ananiletea biashara, apotee na apotee. Kuna kamisa kingine hapa tulikuwa tunataka kufanya biashara nako. Kalikuja hapa. Tukaenda tukaongea nako siku moja, tukaongea na tukakubaliana. Wakati kalikuja hapa, kalikuja na story tofauti. Completely tofauti, na kalikuwa kamrefi, kalikuwa kanaongea, hakataki kuniangalia, kama inama kaniangalia hivi. Kumbe nilikuwa nimeweka sacrifice hapa. Nikaambia Mungu, kama kamutu nikamkora, kaende kakiendaka. Na kalikuja hapa, wadi zikakosekana, kalikuwa tumeongelea kitu moja kinatoka shilingi 100, kakasema kalienda kakapata ni shilingi 1000. Sasa nikaona hiyo difference kutoka 100 mpaka 1000, that is too big. Nikamwambia sasa aenda kuja tuadikiane. Kanakuja na story nyingine, kakakuja mara nyingine, kakakuja na story nyingine. Nikasema kaekwe broko, because the sacrifice has worked. When you want to separate you from yourself, from the people who can come and con you, always raise a sacrifice. A sacrifice acts as a guardian to protect you from any eventuality. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisikia neno limenenwa, umebarikiwa, unaenda kubarikiwa na shamba, unaenda kubarikiwa na kazi, raise a sacrifice immediately to seal. There is a sacrifice to seal and a sacrifice kuchagua, kuchuga. Kuna sacrifice ya kuchuga. Wagenda kimudume kiega diurekere isire sacrifice gutengerana ku ate muthie rojini thie haria wigerere sacrifice yaku wire Ngai kimundu wakorwo ni giaku gioke wakoti giaku gigiukage kauneka maguru. Yes. Na itafanyika. Atakwambia gari yangu imetoboka miguu yote 3. Nimejaribu hata kutafuta, unakuta atapata difficulties kukuja karibu na wewe. Hata ukifanya nini, atajaribu. That is the secret of understanding about the sacrifices. Next time I will teach you the secret of understanding sacrifices and how to give a sacrifice. And when to give the sacrifice and to what time. What kind of a sacrifice do you give? And do you just give a sacrifice without a name? Because so many of us here, they give sacrifice, and this sacrifice does not have a name. Any sacrifice that does not have a name is not a sacrifice. It is not recognizable. Hallelujah. Hallelujah. Hata kufanya biashara ndio uende ukubalike. Toa sacrifice kwanza. Before you go, give a sacrifice. Ask for God's favor. Itakutetea huko. Hallelujah. That is why God had to give his son, the only son, to come and die because of us, so that whosoever believes in him. Sasa si mumebarikiwa. Bethel Clouds TV, empowering lives.